Tuone kwa nini sasa ni lazima kila Mkristo afunge. Kwa nini ni lazima? Jambo la kwanza, ni lazima kwa sababu Biblia inaweka wazi kuna mambo mengine hayawezekani kutendeka bila kufunga. Bwana Yesu Kristo mwenyewe ametuambia wazi bila kuficha kuwa kuna mambo hayatatendeka kwa maombi ya kawaida tu. Haijalishi utaomba vizuri namna gani, haijalishi utaomba kwa muda mrefu jinsi gani, ni mpaka uingie kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Mathayo sura ya 17 mstari wa 19 mpaka 21. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Mstari wa 21. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo yapo mambo ambayo hayawezekani katika ulimwengu wa Ukristo wetu. Kama wewe unamtegemea Mungu tu, lazima kuna mambo yatahitaji uingie kwenye maombi maalum ya kufunga. Katika kile kitabu cha Esta tunajifunza kufunga kunaweza kufanya mambo yasiyowezekana yawezekane. Ilikuwa hairuhusiwi kumwona mfalme Ahasuero bila kuitwa, vinginevyo unauawa, kwa sababu ingehesabiwa kuwa ni kitendo cha kutaka kumdhuru mfalme. Esta aliitisha maombi maalum ya kufunga ili hili lisilowezekana basi lipate kuwezekana. Kitabu cha Esta sura 4 mstari wa 16. Uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shoshani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Kwa hiyo baada ya maombi, yale ambayo yalikuwa hayawezekani yakawezekana. Esta akapokelewa na mfalme, akasikilizwa na hata akapata zaidi ya kile alichokiomba kwa sababu ya nguvu ya maombi ya kufunga. Pili, kibibilia, unapoyaendea mambo mazito makubwa lazima ufunge, ili Bwana atoe ufafanuzi, atoe njia, afanye wepesi katika hilo jambo unaloliendea. Bwana Yesu mwenyewe kabla hajaingia katika kazi nzito na ngumu ya kufundisha Ukristo sahihi na baadaye kutufanyia ukombozi pale msalabani kwa mateso makubwa, kusulubiwa na kutufia pale msalabani, ilimpasa afunge siku 40. Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Kwa hiyo kabla hajaingia kwenye jambo zito, jambo hili ngumu, ilimpasa kwanza aingie kufunga na kuomba. Mitume na watakatifu wa zamani walipoendea mambo mazito kama vile masuala ya huduma na kutafuta uongozi wa Mungu, walifunga na kuomba. Katika kitabu cha Matendo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka 4. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa hiyo tunaona Roho Mtakatifu anatamka tamko hili katikati ya maombi. Manake kama wasingefunga na kuomba, basi Roho Mtakatifu asingesema nao. Jambo la 3, ni lazima kufunga kwa sababu mfungo unakufunulia madhaifu yako ya mwili yanayodhoofisha mahusiano yako wewe na Mungu. Kwa kuwa unapofunga upande wa mwili unakuwa dhaifu kwa kutokula chakula, lakini upande wa rohoni unakuwa na nguvu kwa kushiriki asili ya Mungu asiyekula.
Hivyo basi, mambo mengi ambayo uliyaona ni sawa kimwili, wakati wa kufunga unayaona waziwazi kwamba sio sawa. Majukumu ya kiroho uliopaswa kuyafanya nawe uyafanyi na umeona sawa tu, wakati wa kufunga unaanza kuyaona kwa jicho jingine la kiroho zaidi. Isaya 58 ule mstari wa 3 mpaka wa 9. Usema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Kwa hiyo Bwana anatoa taratibu sasa. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Je, saumu au kufunga niliko kuchagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Kwa wakati wa kufunga ndio wakati wa kupokea nguvu ya kuvunja kila nira, kuacha uovu ambao labda we uliona ni jambo la kawaida. Mstari wa 7, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumba yako? Umonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itakapotokea mara, na haki yako ikatangulia, utukufu wa Bwana utakuwa nyuma ukulinde. Hilo ni jambo la 3. Jambo la 4, ni lazima kufunga kama wajibu wa kila Mkristo. Kila Mkristo anayemkiri Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na yeye ndio Bwana wake, anapaswa kuwa mtu wa kufunga mara kwa mara, kwa kuwa Bwana wetu mwenyewe Bwana Yesu alituonyesha mfano wa kufunga. Mitume wake walifunga, na tunasoma katika Waefeso 2:20, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo kama Ukristo wetu, kama imani yetu ya kweli ya kwenda mbinguni imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni, kama Bwana Yesu alifunga, imetupasa na sisi kufunga. Sio ombi, hiyo ni lazima. Kama mitume walifunga, na sisi ni lazima tufunge. Sasa tuone mtume Paulo hapa anaeleza maisha yake ya utumishi na majaribu. Tuchukue kidogo katika Wakorintho wa pili 11:27. Mtume Paulo anasema, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Kwa hiyo katika kufunga mara nyingi, mtume Paulo na mitume wengine walifunga mara nyingi, kama tulivyoona pia katika Matendo 13 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Tuone ufafanuzi kidogo. Mtumishi wa Mungu Nabii William Branham anafafanua wajibu wa kila Mkristo na ahadi anazopaswa kumpa Mungu kabla hajaingia katika ufalme wake, kwa kumwamini na kubatizwa kwa maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Katika kitabu chake cha Harusi ya Mwanakondoo, ambacho kimepatikana kwa mahubiri yake ambayo mtumishi huyu wa Mungu aliyahubiri mwaka 1962 mwezi wa kwanza tarehe 21 jioni, anasema, na ni jambo lilo hilo unapomjia Kristo, unasema, Bwana, kama utanipokea katika ufalme wako, ninaahidi haya basi, nitakupenda, nitakuwa mwaminifu kwako, nitakutumikia mchana na usiku. Ni jambo baya sana tunasahau hilo. Nitakutumikia mchana na usiku, nitafunga, nitaomba, nitakuwa mwaminifu kwako, nitaleta zaka zangu kwenye ghala.
Kwa hiyo unaona mtumishi huyu wa Mungu anafafanua umuhimu na ulazima wa kufunga. Ufungi tu kwa sababu una haja ya jambo fulani zito. Ufungi kwa sababu unataka yasiyowezekana yawezekane, lakini pia unafunga kwa sababu unataka kutimiza wajibu wako kama Mkristo. Kama ambavyo Wakristo wa kale walifunga, ndivyo ambavyo na wewe na mimi inatupasa kufunga. Mpendwa, katika sehemu ya pili tutakwenda kuona aina za kufunga. Je, Biblia inazungumza kuna aina ngapi za kufunga? Ili utachagua moja kati ya aina hiyo kwa ajili ya matokeo bora, ili usije ukafunga tu ili mradi, usije ukajitesa unapoteza muda. Funga na matokeo yako yawe makubwa mbele za Bwana wetu Yesu Kristo. Shalom, na Mungu wa mbinguni akubariki sana.